Yo, mambo vipi? Mimi ni Prince George Inc na hii ni The Convo ndani ya channel yako pendwa BCTV namba 35 ndani ya kingamuzi cha Azam TV. Na leo niko na my brother Musa Gadi. Bro, ni aje? Safi kabisa. Mambo yanakwendaje? Mungu ni mwema. Yani kwanza kiukweli, nilikuwa naona kwenye picha na sasa hivi ni tofauti bwana. Kwenye picha inaonekana li giant, hapa naona kumbe kamili kadogo tu. Tuanze na kautambulisho kidogo kwa mtu ambaye hajui kuhusu michezo, hajui kuhusu mpira wa miguu. Unaweza kusema wewe ni nani? Okay, asante kwa nafasi. Ni bwana, kama ulivyosema, naitwa Musa Gadi. Ni mchezaji wa mpira wa miguu. Nimeanza kucheza toka niko mdogo hivi. Sio mdogo sana, mdogo wa makamu. Kwa sababu mwanzo sikuwa najua kama na uwezo wa kucheza. Lakini tunajua tena maisha yetu ya kujichanganya kila siku, kuwa na kukutana na watoto. Kwa hiyo unajikuta wakati fulani unajitafuta katika kujiangalia, mbona naelekea huko. Kwa hiyo tukaanza hivyo mtaani na nini. Basi mimi nakumbuka moja ndoto yangu kwa mchezaji mpira. Kipindi hicho nilikuwa namkubali sana Ronaldo. Sasa mimi kichonikwamisha na wazazi wangu walikuwa hawataki kabisa ni mchezaji mpira. Wewe wazazi wako wamechangiaje kufikia hapo ulipo kwenye hii kwa mchezaji mpira mpaka leo hii? Mimi namshukuru Mungu kwa sababu hilo limekuwa ni tatizo kubwa sana, na mimi na watu ambao nawafahamu wamekutana na hiyo changamoto. Walikuwa ni wachezaji wazuri, lakini kwa sababu tu ya wazazi kutokuwa support wakaacha hata hizo ndoto zao. Unakuta mtu mchezaji mzuri kweli, lakini kwa sababu tu ya wazazi, ukali na nini, of course shule ndio kigezo chao kikubwa sana. Na kwa sababu mpira ulikuwa unaonekana kwa kipindi hicho ambacho sisi tunaanza kukua, ulikuwa kama ni mchezo tu ambao kama unapoteza muda. Bora sasa hivi kidogo baadhi ya watu wametoka wanaonekana. Lakini mimi namshukuru Mungu, alinipa wazazi ambao ndio walikuwa ni waelewa, na moja ya kilichonisaidia walikuwa ni wanaamini katika maono. Kwa hiyo kwa mama ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini kwa baba, kwa sababu ni mtu ambaye anaamini katika maono, ilikuwa ni rahisi kunisupport. Mpira wetu wa miguu kumekuwa na hii uelewa kwamba kwenye mpira wetu wa miguu kuna masuala ya uchawi, masuala ya kurogana. Nakumbuka kuna kipindi wanafanya marekebisho uwanja wa Taifa, na shangaa alikuta ilizi sijui vifundo. Wewe kama mchezaji mpira, lakini kama muamini ambaye unamwamini Mungu, ilikuwaje sasa mazingira haya unakutana kwenye mambo kama hayo? Na je, ni kweli yapo ama ni story tu za mtaani za vijiweni? Hayo mambo yapo. Na mimi nime experience sana tu. Wakati naanza kuupenda mpira, naanza kucheza, tulipoanza kukua sasa na nilipomaliza shule na kuanza kuingia sasa kwenye timu hata za mtaani za kwenye ushindani, tukaanza kukutana na hayo mambo. Sasa kwa sababu mimi kipindi hicho kiukweli nilikuwa bado sijawa, yani nimezaliwa sawa kwenye familia ambayo inamjua Mungu, lakini sikuwa na ule userious na mambo ya Mungu. Lakini ile hofu tu ya kwamba sijazoea kuwa kwenye mazingira ya ushirikina na nini, ikawa inanisaidia kwenye kukataa baadhi ya mambo. Lakini hayo mambo ni hapo, na sisi tumekutana nayo na tumeyapitia, na watu wanavyosikia hicho wanachokisikia wanasikia tu nusu. Sisi ambao tuko ndani tunajua kabisa yapo, hayo mambo ni hapo na ni ukweli kabisa. Na uliwezaje kushinda hiyo hali? Sababu kuna muda nakuta mchezaji ili afunge inabidi kwanza labda apake dawa, labda afanyaje. Wewe uliwezaje kushinda na kuingia kwenye hicho kisanga cha kuamini ushirikina ili uweze kucheza mpira vizuri? Sasa mimi bwana, kilichonisaidia mwanzo, wazee wangu mimi walikuwa ni wachungaji. Okay. Kwa hiyo nilipoingia kwenye mpira mara kwanza, watu kwa sababu walikuwa wamenizoea kuniona tu asubuhi natoka naenda na mzee kanisani narudi. Kwa hiyo nimekuwa nikitambulikana hivyo. Sasa nafikiri kitu ambacho Mungu alinisaidia ni huo utambulisho kwanza kwa watu, kabla ya mimi mwenyewe kuanza kuyakataa hayo mambo. Kwa sababu kuna level fulani ya mpira ukifika, haijalishi umetoka kwenye familia gani, watu ambao wako serious wanataka ushindi, wao wanaamini bila hivyo, yani wewe na unakaa nje. Kwa hiyo mimi kwenye mazingira ya kwanza wakati nakuwa, ule utambulisho tu kwamba nimetoka kwenye familia gani ulikuwa unanitofautisha kidogo. Kwa hiyo ulikuwa unanipa nguvu hata ya kusema kwamba mimi bwana sijazoea haya mambo. Lakini tulipokuwa tunazidi kukua na kuzidi kupiga hatua sasa, kuanza kucheza katika klabu za juu kidogo,
ule msingi niliotoka nao chini nikaanza kujiamini nao. Nikasema kama huku chini wananiamini wanaamini hawezi kunishirikisha kwa sababu nimetokea kwenye familia ya kichungaji, kwamba walokole hawahusiani na hayo mambo. Na watu kweli nikaona kabisa kwamba walikuwa iko kitu ni kama wanakiheshimu. Huku juu mimi nilijengea ujasiri hata wa kukataa. Na kilichokuwa ninanisaidia katika mambo yote hayo ni ile performance ambayo nilikuwa naitoa. Kwa haijalishi kitu ambacho nilikuja kujifunza, haijalishi hayo mambo yana nguvu kiasi gani, lakini ukijua nguvu yako iko wapi na ukaamini sana kwenye kipaji ulichokuwa nacho, kwa sababu kule wanachokifanya ni kama watu wale ambao wanafanya mazingaombwe. Sio kitu halisi, lakini kitu ambacho kinafanana na ukweli. Kwa hiyo wewe unaitikia kitu ambacho unafikiri ni kitu halisi, kuzania kwamba kinakuongezea kitu, lakini yani ni kama kupigwa upofu fulani. Sasa mimi namshukuru Mungu, neema ya Mungu bwana, niseme tu ni neema ya Mungu tu. Wakati mwingine nilikuwa na watu walikuwa wanaogopa kunihusisha kwenye hayo mambo kwa sababu tu ya yani unakuta tu bwana huyu kwa sababu ni mlokole, haya mambo sasa tuwezi kumshirikisha. Kwa hiyo neema ya Mungu pia ilinisaidia, sio kwa sababu ya kukataa kwangu, na kwa sababu pia nilikuwa na proof kwenye performance na nini. Hiyo pia ilikuwa ni njia moja wapo ya kuwaaminisha watu kwamba huyu bwana hata tusipompa dawa bado tu atafanya vizuri. Unaona? Kwa hiyo hicho ndio kilichonisaidia. Kwenye ulimwengu wa sasa kumekuwa sasa hivi kuna ushindani mkubwa kati ya taaluma na vipaji na talanta na vipawa. Wewe kama wewe una mtazamo gani juu ya hilo? Kwa sababu unakuta kuna mwanafunzi anasema mimi nataka niache shule nikacheze mpira. Nataka niache shule nikafanye jambo fulani kwa habari ya kipawa chake na talanta yake. Wewe una mtazamo gani kama mtu ambaye umekuwa ukisimamia kipaji na talanta ambayo Mungu amekupa? Okay, ni swali zuri, na nafikiri limekuwa na mkanganyiko mkubwa kwa baadhi ya watu kulingana na wanavyolichukulia, lakini nilichokuja kugundua ni kwamba Mungu hakuweka hivi vitu kwa bahati mbaya. Yaani kuweka kipawa ndani ya mtu ambacho hakusomea haikuwa kwa bahati mbaya, na alikuwa na makusudi nayo. Vile vile hata alivyoweka elimu, mfumo wa elimu, watu walipogundua mfumo wa elimu, pia Mungu pia alikuwa na makusudi yake. Hivi vitu viwili vinaweza kwenda pamoja. Lakini changamoto ya nchi hizi ambazo zinazoendelea, tulishindwa kuconnect, kutengeneza mazingira mazuri ya hivi vitu kwenda kwa pamoja. Kwa sababu kipaji ni kitu kizuri sana, kwa sababu ni mtu anazaliwa nayo, ni nature ya mtu, yani Mungu ni zawadi, ni gift. Lakini elimu ni maarifa ambayo yanakuja kuweka ustaarabu kwenye kile unachokifanya. Sasa katika kuunganisha hivi viwili tumekosa mfumo rafiki wa kuvifanya hivi vitu viwili viende kwa pamoja. Wenzetu wamefanikiwa sana, wanatambua kipaji cha mtu, afu hata elimu ikija pale inamkuza kulingana na kile ambacho anacho ndani, kwa sababu vyote viwili vina umuhimu na Mungu aliviweka kwa makusudi kabisa. Kwa elimu inakuja kusupport kipaji ambacho ni nature ya mtu. Sasa inaonekana kuwa kama ni ngumu kwetu sisi huku kulingana na mfumo wa mazingira, lakini pia mfumo wa maisha. Tumeshindwa kuviunganisha hivi vitu kwa pamoja, na ukiangalia nchi zetu sisi ni nchi ambazo zinaendelea, sio nchi ambazo zina uwezo. Kwa sababu pia ili uweze kufanya hivi vitu lazima uwe na uwezo financially wa kuhakikisha kwamba, ndio maana kuna baadhi ya shule sasa hivi umeona kama sasa hivi zimeanza kuelewa iko kitu baada ya miaka kuendelea sana. Wanaweka mfumo shule ambao utampa urahisi mtoto kutumia kipaji chake, lakini pia akawa anapata maarifa ya elimu, kwa sababu kipawa au kipaji kwa mfano kama cha mpira kina muda, lakini baada ya hapo inakuwaje? Lakini pia hata maisha ndani ya mpira, ndio maana watu wanaweka hizi academy. Lazima kuna vitu ujifunze, sio tu kuhusu kucheza. Kuna mifumo, kuna namna ya nidhamu binafsi ya mchezaji, unaishije, unajitofautishaje wewe wa uwanjani na wewe wa nje ya uwanja, kwa sababu kuna kesi nyingi sana za wachezaji. Unaweza kuona mchezaji mzuri sana ndani ya uwanja, lakini nje ya uwanja hajui kuishi na jamii inayomzunguka. Kwa hiyo elimu inakuja kuunganisha hivyo vitu. Kwa hiyo changamoto ya nchi zetu hizi ambazo ziko zimetawaliwa na ndo zinaendelea, tulishindwa kuunganisha hivyo, na ndio maana mentality ambayo ilikuwa inajengeka ni kwamba mtu mwenye kipaji ni mtu ambaye ameshindwa shule. Lakini kwa wenzetu haiko hivyo. Wenzetu kuna kitu inaitwa professionalism. Yaani kwenye kipaji chako wanakutengenezea
ule umaalumu, ionekane kama taaluma, isionekane tu kama kipawa, lakini taaluma. Kwa hiyo mimi na mtazamo wangu ni kwamba watu wanatakiwa waelewe kwamba kipaji ni sawa na Mungu alikiweka kwa makusudi kabisa, lakini pia elimu ina nafasi yake. Kushindwa kuunganisha hivi vitu viwili ndio kumetenganisha mpaka tunaona kipaji ni kipaji na elimu ni elimu. Kwa mtazamo wangu mimi ni kwamba tu watu wapate elimu, lakini pia watu ambao tayari wameshapata hiyo neema. Kwa mfano mimi nimepata hiyo neema ya at least kujua kwamba shule inatakiwa iunge kwenye kipaji ili kuleta matokeo, kwa sababu kipaji kina licha ya kukupa maisha, lakini kinatakiwa kitengeneze mfumo wa wengine kufaidika kwenye kipaji kile kile. Sasa elimu ina nafasi yake ya kufanikisha hilo. Kwa hiyo tukiweza kuunganisha hiki na tukatengeneza mtizamo kwa watu kwamba tunaweza tukaenda na elimu na tunaweza tukakilea kipaji na hivi vyote vikaenda kwa pamoja, nafikiri tutakuwa na kizazi ambacho kina matokeo bora sana kuliko kizazi ambacho kimvita kikiamini kwamba kipaji peke yake ni. Lakini pia kipaji kinatengeneza hayo mazingira. Ndio maana unaona kuna watu wanaweza kutoka huko Afrika wakaenda Ulaya, wakaenda nje, wakapata scholarship za kusoma kwa sababu ya kipaji chao. Kwa hiyo vitu vyote viwili vinategemeana na vinakwenda pamoja. Ni namna tu ya kuviweka sawa.